Hello, mambo ni vipi? Mwana kitaa kiozi. Karibu katika simulizi yetu ya kusisimua. Simulizi tunaenda kujifunza na kupata burudani pia. Ukiwa na mimi, mtafsiri wako, msimulizi wako, Romy Michael. Hadithi yetu inaitwa Usimdharau mwanaume kwa muonekano wake wa nje. Tuanze sehemu yetu ya kwanza. Sara alikuwa ni binti mrembo mwenye kila sifa ya mke wa ndoto za wengi. Alikuwa na umbo linalogeuza shingo za wanaume wengi, ngozi nyororo kama ya mtoto, tabasamu la kumtoa nyoka pangoni. Alichipukia kwenye familia ya kitajiri na kwa akili zake aliweza kuwa na biashara ya mavazi ya kifahari mjini Dar es Salaam. Hakuwa na shida na wanaume. Kila siku simu yake ilijaa meseji za maombi ya mapenzi kutoka kwa wanaume mbalimbali, vijana wa mjini, hasa wakiwa wafanya biashara, wasanii na hata wenye majina makubwa. Lakini Sara alikuwa na sifa moja kuu. Aliamini kuwa mwanaume wa maisha yake ni yule aliyevaa suti, anayepaka perfume kali na mwenye gari la kifahari. Ndipo alipokutana na Edwin. Edwin alikuwa ni kijana wa kawaida sana, mtulivu na mwenye heshima. Alikuwa ni dereva wa bajaji, kazi ambayo hakuwahi kuiona kama aibu kwake, kwani ilikuwa ni sehemu ya kumpatia riziki iliyomfanya aweze kula yeye na familia yake. Watu wa mtaani walimfahamu kama mwendokasi kwa sababu ya jinsi alivyokuwa akiendesha bajaji yake kwa ustadi mkubwa. Kwa nje Edwin alionekana mtu wa hali ya chini. Mavazi yake yalikuwa ya kawaida, viatu vilivyochoka, na bajaji yake ilikuwa na rangi iliyofifia, lakini ndani yake alikuwa na ndoto kubwa ya kuwa mfanyabiashara mkubwa wa magari siku moja. Siku moja akiwa anapakia abiria posta, alimwona Sara akitoka dukani akitafuta usafiri. Edwin alisimama mbele yake kwa tabasamu na kwa ustadi wa hali ya juu. "Dada, unahitaji usafiri?" Sara alimtazama kutoka juu hadi chini, kisha akacheka kwa dharau. "Mimi nipande bajaji yako? Hapana, nitachukua Uber." Edwin alitabasamu, akajua kuwa si kila mtu anaweza kuelewa maisha. Miaka miwili ilipita. Sara aliendelea na maisha yake ya starehe. Alichumbiana na mwanaume mmoja mwenye fedha nyingi sana, lakini mahusiano yake hayakuwa na amani. Kila aliyekutana naye alikuwa na tamaa ya urembo wake, lakini hakuna aliyempenda kwa dhati. Kwa upande wa Edwin, hakukata tamaa na ndoto zake. Alihifadhi pesa zake kidogo kidogo na hatimaye alifanikiwa kununua gari lake la kwanza la biashara. Alianza biashara ya kukodisha magari, na kwa juhudi zake alipata fursa ya kufungua kampuni yake ndogo ya usafirishaji. Siku moja, Sara akiwa kwenye harakati zake za biashara, alihitaji gari la kukodi kwa dharura. Alipopiga simu kwa moja ya kampuni kubwa za usafirishaji, alishangaa kusikia sauti yenye heshima upande wa pili. "Karibu kwenye kampuni yetu ya Edwin Logistics, naweza kukusaidia nini?" Sara alishtuka. Ilikuwa ni ile sauti ya kijana wa bajaji aliyemdharau miaka miwili iliyopita. Sara alishtuka sana, kwa maana aliweza kuisikia ile sauti ya kijana wa bajaji aliyemdharau miaka miwili iliyopita. Sara alipanga kukutana na miliki wa kampuni hiyo, bila kujua itakuwa moja ya siku za kushangaza zaidi katika maisha yake. Alipofika ofisini, alimkuta Edwin amevaa suti ya kifahari, akiongea kwa kujiamini na wageni wake wa kibiashara. Alikuwa mtu tofauti kabisa, mwenye mvuto, mwenye heshima, na sasa akiwa na hadhi ya mtu aliyefanikiwa. Sara alihisi miguu yake ililegea. "Unanikumbuka?" Edwin aliuliza kwa tabasamu. "Ndiyo, nakukumbuka," Sara alisema kwa aibu.
Alikumbuka siku aliyomdharau, siku aliyomwona si lolote kwa sababu tu alikuwa ni dereva bajaji. Leo hii yule aliyemcheka amekuwa mtu mwenye mafanikio, wakati yeye bado anatafuta mwanaume wa ndoto zake. Baada ya siku hiyo kupita, Sala alianza kuona Edwin kwa jicho la utofauti. Alianza kumkaribia, akijaribu kumshawishi kuwa walipaswa kuwa pamoja, lakini Edwin alikuwa na jibu moja tu: mapenzi ya kweli hayaangalii muonekano wa nje, bali moyo wa mtu. Ulidharau thamani yangu kwa sababu ya kazi yangu nilikuwa naifanya, lakini hujui mimi nilikuwa na ndoto kubwa katika akili yangu na maisha yangu. Samahani, lakini nafasi uliipoteza wewe mwenyewe. Sara alibaki kimya, akajifunza somo kubwa sana, kwamba usimdharau mwanaume kutokana na muonekano wake jinsi ulivyo. Na hapa ndo inakuwa ni mwisho wa simulizi yetu fupi. Naamini utakuwa umejifunza na kwako ikawa basi funzo katika maisha yako unayoishi siku zote. Ulikuwa na mimi msimulizi wako Romy Michael. Chao.